Tutakwenda kufungua Biblia zetu. Nitakuomba uweze kutega masikio, maana nitakuwa mfupi sana kwa sababu muda wetu unakwenda. Amen. Amen. Kichwa ya neno la leo inasema kwamba tunapoteza baraka sababu ya kutokumsikia Mungu. Tunapoteza baraka zetu sisi wenyewe kwa sababu ya kutokumsikiliza Mungu. Wana wa Israeli, kwa nini walikawa muda mrefu sana jangwani? Kwa nini hawakufika mahali ambapo Mungu alikuwa kuahidia nchi ya ahadi? Kwa nini hawakufika mapema? Ni kwa sababu hawakumsikiliza Mungu. Waliamua kufanya mambo zao na baraka yao ikashikwa. Baraka yao ikakawia kuwafikia. Amen. Amen. Kwa hiyo sisi wanadamu ambao tuko mahali hapa, baraka zetu zinashindwa kufika haraka kwa sababu ya kuto kumsikiliza Mungu kile ambacho wanasema. Ukiangalia kwenye Biblia, kuna jinsi kabisa Biblia inavyoeleza kwamba sisi wenyewe ndio tumejitakia haya maisha magumu. Mungu alikuumba ili uishi maisha mazuri bila stress, bila shida. Kumbe wamama, Mungu alikuwa akiwaumba, lengo la Mungu kuwaumba wamama mubebe mimba hata zifika hata miezi 9. Maana Mungu mkibeba tu mimba, yani na mnazala tu mtoto anakuja tu ndio hivyo, hata machungu haujawahi kusikia kwa maisha yako. Amen. Yani hata na miezi 9 sidhani kama ingeenea. Bwana asifiwe. Amen. Sisi wanaume leo tuko tunateseka, tunatoka jasho kwa sababu ya nini? Ya sisi wenyewe tumejitakia. Biblia iko wazi. Tunapoteza baraka zetu kwa sababu ya kuto kumsikiliza Mungu. Mungu hajasema enda, wewe tayari umeshaenda. Mungu hajasema fanya, wewe tayari umeshafanya. Mungu amesema kamata, wewe tayari umeshakamata. Ndio maana baraka zetu zinazibiliwa kwa sababu ya kuto kumsikia Mungu. Leo ukiangalia kila mmoja wetu hapa, uko naenda mkampani, unasimama masaa 8, masaa 9 mpaka unasikia miguu inawaka moto. Bongo kweli? Wale ambao wanatumika magrupu, hakuna siku ungewahi kutoa mtu mwenzako mpanguze uchafu. Watoto wako mnyumba unasikiaga ile nose ya kutoa kuchange diaper. Lakini kule juu ya pesa, mtu ambaye ameshazeeka utaenda utatoa ile diaper utachange. Yote ni kwa sababu sisi wenyewe tumejitakia haya maisha. Binti unakimbilia kuolewa, Mungu hajasema muda kuolewa menea. Wewe tayari umeshapiga hatua. Umeenda kushikamana na kijana ambaye hamchui Mungu, kijana ambaye hamchui Yesu, kijana ambaye hana dhamiri hata kusema ya kusikilia binti ya watu huruma. Hakuna. Wewe tayari umeshapiga hatua. Baadaye ndio ikikushinda unalia. Amen. Amen. Sisemi nyinyi ambao mko mahali hapa. Ninaongea na wale ambao watakuwa nisikiliza kwenye mtandao. Amen. Ninakuja kuongea neno kwamba sisi wenyewe tunazuia baraka zetu kwa sababu ya kuto kumsikiliza Mungu. Hebu tufungule vitabu zetu. Tusome katika kitabu ya Mwanzo sura yake ya 3 mstari wa kwanza mpaka mwisho, lakini sisi tunaweza tukasoma tu hapo kama mistari ni 5 ama 6 bali. Kitabu ya Mwanzo sura yake ya 3 mstari wa kwanza mpaka mwisho. Genesis chapter 3 verse 1. Amen. Amen. Karibu kwa msomaji. Ningependa uende pole sana, maana hapo kuna mafundisho yetu hapo. Karibu. Kitabu ya Mwanzo sura yake ya 3 mstari wa kwanza mpaka mwisho. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen.
Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu. Basi nyoka alikuwa aseme mnyama mwerevu ambaye kuliko wote ambao Mungu aliwaumba, aliyofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu. Aseme nyoka alimwendea mwanamke akamuuliza, hivi ndivyo alivyosema Mungu? Pause kidogo mama, samahani kidogo. So jiulize, je, nyoka alijuaje kwamba Mungu alisema hayo maneno? Nyoka alijuaje? Shetani alijuaje kama Mungu alisema na kabla mwanamke hajasema, hajafungua kinywa? Lakini tayari mwanamke ndio nyoka alishamwambia mwanadamu maandiko ambayo kwenye Biblia. Alijuaje? Siri ya kwanza ile pale. Tuendelee. Msile matunda ya mti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti ya bustani twaweza kula. Yes. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, yes, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa mumewe, naye akafa. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi. Wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupumuka. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekwambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti naliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hii ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako, na kuzaa kwako kwa uchungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumewe, naye atakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, utakula matunda ya miti ambayo nalikuagiza nikisema usiale. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, na kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Ishia pale mama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amena. Msomaji alikuwa pole sana. Nikizani umeelewa maandiko. Biblia ama maneno matakatifu wa Mungu yanatuambia kwamba wakati Mungu alipoumba dunia na vyote vilivyokuwepo, hakuna dhambi ambayo ilikuwepo. Wakati Mungu aliumba mwanadamu akamweka kwenye bustani la Eden, aseme Mungu
alimfanya huyo mwanadamu kuwa mumiliki wa hii dunia. Hakuna dhambi ambayo ilikuwepo. Now, before Adam and Eve kukula ile tunda, nitaomba urudilie nyuma kidogo, ujiulize, wakati hawajakula ile tunda, je, kuna mahali ambapo ulisikia Biblia inasema kwamba Adamu alikosa chakula kukula? Kuna mahali ambapo unasikia Biblia inasema kwamba Eva alizaa kwa machungu? Kuna mahali ulisikia ambapo anaandikwa seme Eva ama mwanamke atazaa kwa machungu? Hakuna mahali ambapo ulisikia kwamba Biblia inasema seme mwanadamu ataishi kwa mateso kabla hawajafanya dhambi. Kwa hiyo wakati mwanadamu hajafanya dhambi, anakaa sambamba na Mungu. Mungu alimwambia Adam aseme siku mtakula hii tunda ndio siku ambayo mtakufa. Amen. Now, let me ask you a question. Je, wakati walikula ile tunda walikufa? Halo kanisa. Wakati walikula ile tunda walikufa? Hapana. Si waliishi? Yeah. Lakini nini ambayo ilitoweka? Mungu aliongea katika ulimwengu wa Roho Mtakatifu. Amen. Kuna kukufa aina mbili. Kuna kukufa kiroho na kukufa kimwili. Amen. Amen. Kwa hiyo Mungu alizungumzia kifo ya aina mbili. Kukufa kiroho ya kwanza ambao hakuna connection ya yeye tena na wanadamu. Wakati Adam na Eva hawajakula ile tunda, Mungu alikuwa rafiki wa Adam, akimwongelesha mchana, akiongea naye, akipiga story na yeye. Lakini the moment walikula ile tunda, Mungu akatoweka. Ile ufalme wa mbingu ikatoweka mbele ya Adam. Macho yake ikafunguliwa. Adam akaanza kujua mema na mabaya. Na nikurudishe nyuma kidogo. Wakati Adam hajakula tunda, alionana na mke wake hivi macho kwa macho, hakujua kama mwanamke wake iko uchi. Amen. Hakujua kama mwanamke wake iko uchi. Hakujua kwamba mwanamke wake ni mrefu, ni mfupi, ni mnene, mwembamba. Haikuwa kwa mafikiro yake. Lakini alipomwangalia aliona kwamba yes, huyu ni mifupa yangu, nyama ya nyama zangu. Kwa sababu gani? Walikuwa wako katika ulimwengu wa Roho Mtakatifu. Maana Biblia inasema, Biblia inatuambia kwamba seme Mungu akasema, tumwombe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wafanane nasi ili wakatawale. Mungu anaongea katika ulimwengu wa Roho Mtakatifu. Nao baraka ya Adam na Eva iliishia wapi? Ilikatikia wapi? Raha yao iliishia wapi? The moment walimwasi Mungu, the moment walifanya dhambi, tayari baraka zao zikakatika, zikatoweka. Adam walipofukuzwa katika shamba la Eden, alisikia njaa, alianza kutafuta chakula. Tayari Mungu akaingiza uadui katikati yake yeye na minyama. Minyama ikaanza kukimbia, ikimwona Adam tamkula. Minyama ikaanza kuingia uadui. Ardhi hii ikalaaniwa kwa sababu yake. Zamani mimea haikuwa inahitaji mbolea ili yote. Zamani ilikuwa tukichuma hapo tunda unakula, baadaye nyingine inakuja tena hapo, haina shida. Lakini kwa sababu ya ardhi kulaaniwa, leo hii watu wanashindwa kupanda mimea kwa sababu ya nini? Hakuna mbolea. Mnaona mahali ambapo tunaelekea? Kwa hiyo kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya kuto kumsikiliza Mungu, baraka zikatoweka. Mwanamke hangiwahi kuzaa kwa machungu. Mwanamke hakuna siku ngizaa kwa maumivu. Maana Mungu alikuwa ameshawatengenezea na nafasi mahali ambapo kwenye mtazaa vizuri bila kusikia hata toni ya maumivu. Lakini kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya kuto kumsikiliza Mungu, aseme maandiko yanasema shetani ama nyoka akamwambia Eva, aseme hivi ndivyo Mungu alisema, msikule matunda ya hii miti. Amen. Tayari mwanamke akamwambia sema Mungu alisema matunda ya miti tunaweza kula, lakini ile katikati tusiguse. Aseme siku tutekula tutakufa. Shetani anamwambia nini? Hakika hamtakufa. Now, soma katika kitabu hii ya Mwanzo
hapo hapo sura ya 3 mstari wa 12 inasema nini? Mstari wa 12 inasema nini? Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Yes. Na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala, akaishi milele. Amen. Mama, Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Lengo la Mungu kukuumba mwanadamu sio juu ufariki. Mungu ametuumba ili tubaki kwa rafiki zake. Chukule mbinguni ni kama Mungu alikuwa anaboeka, ni kama Mungu alikuwa anasikia uvivu. Lakini alikuja duniani kuongea na wewe mwanadamu. Adam ndio mwanadamu wa kwanza kuonana na Mungu. Adam ndio mwanadamu wa kwanza ambaye alipiga story na Mungu. Lakini kwa sababu ya kutokumsikiliza Bwana, ile utukufu ikatoweka. Nao sisi wanadamu ambao tunaishi, angalia mahali ambapo Mungu amekutoa. Mungu amekutoa Afrika, mahali ambapo ulikuwa na mateso, shida, ziki, tabu. Mungu akakuinua, akasema nitakubariki. Aseme watoto wao nitakapowabariki watafurahia baraka zao. Nao tunafika huku kwa jinsi tulivyo hapa katikati yetu sisi hapa. Unapojiangalia kwa jinsi Mungu alivyokutoa kule Afrika na huyu jinsi ambao uko leo, uko mtu watu wawili tofauti. Ukijiangalia mko watu wawili tofauti. Kwa sababu gani? Hatutembei na Mungu jinsi inafaa kutembea na yeye. Ulifika huku ulikuwa wewe hauko mguruguru. Wewe ulikuwa hauko mlevi. Wewe ulikuwa hauko mtu wa kuvaa manguo isiyowezekana. Ulikuwa hauko mtu wa kusema sana. Ulikuwa hauko mtu wa madeni. Lakini kwa sababu ya tamaa, kwa sababu Eva aliangalia ile tunda akasema inafaa kwa chakula, akataka akuwe kama yeye Mungu aliyemuumba, mambo ikaharibika. Na sisi wanadamu wa huku, vijana wetu, watoto wetu, ukoo wetu, kama sisi vile Maafrika, tumebadilisha hata tabia yetu. Watoto wetu wanaangalia, vijana wetu wanaangalia, wanasema nimeshafika Marekani. Na akiangalia jinsi Marekani wa Amerika wanavyoishi, naye tamaa inamwingilia, anasema mimi ninataka nikopi tabia yao, niwe kama mmoja wao. Nianze kutembea kama wao, nianze kuongea kama wao, nianze kuishi kama wao, nivae kama wao. Unasahau kwamba Mungu hakukuleta ili ukopi maisha ya hawa watu na wewe uishi kama wao kisi walivyo. Hiyo haiko ndio mpango wa Mungu. Haiko ndio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ilikuwa akulete huku ili yeye ndiye aanze kukutembeza. Haujui Kiingereza, lakini sasa hivi unajua Kiingereza kupitia yeye Mungu. Wangapi wameshaishi hapa miaka mingi, lakini hata ile good morning hawajui. Lakini wewe ni nani? Wangapi wako kwenye mabarabara wanakosa kazi, lakini wewe ni nani Mungu akupatie kazi? Zile ni baraka ambazo Mungu alikuwa alishapanga kusema nitatembea na mtoto wangu polepole. Leo hii watu wako na madeni hapa Amerika. Mnajua kuna watu na madeni hapa? Mnajua? Leo hii sherehe inapofanyika haiko tena sherehe ya harusi, kusherekea harusi, inakuwa ni kwenda kujionesha. Kuna kikundi ambayo wamama wameshajenga kusema hili kikundi ya wamama ambao wameendelea, lakini kwenye hiyo kikundi ni kwenda kupizishana mavazi. Nani alivala nguo ya bei? Nani alivala kiatu ya bei? Nani alivala wigi ya bei? Huku nani wanafanya madeni? Mwanaume hajui. Halo? 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 Mwanaume hajui. Mama na madeni, mwanaume hajui. Mama amejenga nyumba Afrika, mwanaume hajui. Kwa juu ya tamaa ili wamuone. Unaona watu kwenye michango wanachangisha. Wanachanga michango kwa watu wamefanya mariazi. Sio wanakutumiaga invitation na wewe unamfanyia mchango. Zamani ilikuwa mtu akikutumia invitation utamtumia labda $100 ama $50. Kwa nini? Uko busy na uko na familia na wewe ambao yeye utagharamia. Lakini siku hizi
Watu kwa sababu ya kutaka wajionyeshe mbele ya watu wengine, ili waone kwamba wao wamefanikiwa, wao ni watu ambao wanataka waangaliwe. Unakutana mtu anakamata $1,000,000, anafanya hivyo, amen, ili watu wamtaka. Lakini usiku anaporudi nyumbani kwake, stress inaanza, mawazo inaanza, ule machuto inaanza. Tayari yeye na kanisa wanamalizana. Mnapompigia simu, njoo kanisani, mama niko busy, moyo unaona niko na nyumba niliuzaka house, bile zinakuwa mingi. No, bile haiko mingi. That's not true. Bile haiko mingi. Ni wewe ndio umefanya depense ya mingi ambayo haina maana yoyote. Kwa nini utoe $1,000 upatie mtu aseme hii juma nione na mimi nimetoa? Are you serious? Wamefanya mambo ya vile ni ili watu wakuone, wakusifu. Na ndio maana kitu ambacho kimefanyika, mwisho wa siku wewe na kanisa, basi unakutana mtu anafanya kazi kuanzia Monday to Sunday iko kwenye company. Kwa sababu gani? Aanze kulipa zile madeni. Kwa sababu gani? Hana pesa tena, huku ndani yeye na mume wake vurugu. Mama, pesa ziona tunikaka, mbona sisi tunaki kwa hape? Halo. Wamama wamama uko na shakoshi ngapi ya manguo? Moja. Wamama uko na miguu ngapi ya viatu? 200. Miguu 200. Unaona, sisi wanaume manguo ambazo tungali na manguo ambazo zenyewe tuseme ungali kijana wajaoa. Na hizo manguo hadi jinsi umeshaoa, hizo manguo tutakuwa nazo. Na viatu tutakuwa nazo. Sisi wanaume hatuna stress, hatuna maneno mengi. Lakini mwanamke, kiatu ya mke itatoka, tamasha ingia. Wiki ya mke itatoka, tamasha ingia. Kikombe ya mke itatoka, tamasha ingia. Hadi mpaka anajiuliza hii tamaa itawabeba pabaya. Na mwisho siku ndio maana kutana ndoa zinavunjika, ndoa zinaisha kwa sababu ya tamaa. Kwa nini dunia inaharibika? Ni kwa sababu ya tamaa. Amen. Amen. Kwa nini Adam na Eva walipoteza bustani ya Edeni? Kwa sababu ya tamaa. Kwa sababu ya nini? Sasa na wewe unapoweka tamaa ili ufike wapi? Kwa hiyo Mungu haiko tena ndani yako. Unakutana ndoa inakuwa ni chungu, ndoa inaharibika. Mabinti sasa, wadada mupo? Tupo. Wadada mupo? Tupo. Wadada wamekutana, mabinti za huku, kocha yao ni kuvaa mwili iko nje. Yeye atavaa kitofu yake iko nje, it's fine. Yeye kwao hiyo ndio kocha yao, hiyo ni maisha yao. Atavaka kilote kaomu kakuvalia ndani kikwembe, yeye hiyo ni maisha yao. Kwao ni kawaida. Baba yake na mama yake watavaa vile mbele yake, kwao ni kawaida. Na watoto wetu ili nao sasa kusema waonekane kwamba nao wameshakuwa watu fulani, wanakopi tabia ambayo haiko yetu, kocha ambayo haiko yetu. Leo naenda kwa university, fanya siku, unaona hapa kama ibake na kama 30 kama transforme pale. Ukienda pale kwenye university, kama ni university sijui, utapata wadada huko na wale wasema huyu ni Mkongomani, huyu ni Mwafrika, haiko Afrika. Yaani mavalio yake unasema wow. Unakutana kitofu ametoboa, ameweka ilei kwa kitofu. Masikio yote ndio imejaa. Afu dimashe kanisani utamkutana kwenye madhabahu kama malaika kabisa ambaye ameshuka kutoka mbinguni. Lakini kule mtaani ni mtu wili tofauti. Kwa sababu gani? Tunakopi maisha. Eva aliona ile tunda na kwa chakula. Shetani ashamwambia sema ukikula ile tunda utakuwa kama Mungu. Kwa hiyo na sisi watu huku tunasema tukivaa hivi tutakuwa kama hao wa Amerika. Na tayari tunapoteza nini? Baraka ambazo Mungu ametuandikia. Kwa kumaliza ni kukwambia
kukopi maisha ambayo haiko yako. Acha. Kwa sababu gani? Utaharibu vizazi na vizazi vyako. Mungu ametuleta huku ili tubadilishe hawa watu wa huku, tusiwe kama wao. Ndio lengo la Mungu kutuleta Marekani. Afrika hakuna wapi mama, mtuambie kweli. Wapi uliwahi kuona binti akivaa nguo kitofu iko nje? Wapi uliwahi? Hakuna. No, niambie Afrika yote mzima, hata wale wanaojiuza barabarani. Wapi uliwahi kuona akivaa nguo kitofu yao yote iko nje? Wapi uliwahi kuona? Hakuna. Lakini huku habibu. Halo. Lakini siwasemi nini, mimi nasema na watu ambao watanifuata kwenye mtandao. Nyinyi mko sawa, hamuna shida. Humu mko sawa kabisa. Nyinyi ni kondoo wa Bwana, hamuna shida. Mko sawa. Amen. Lakini ongea na watu watanifuata kwenye mtandao. Acha kukopi maisha ambayo haiko yetu. Ndio maana baraka zetu ziko zinaisha. Sasa hivi unajua Waafrika wangapi wako prison? Waafrika wangapi wako prison? Sasa hivi kila kitu wako na post kwenye mtandao. Kila kitu kwenye mtandao. Sasa hivi tena wamekosa sema Wanyakivu. Yaani Wakongomani tu. Hata mwenye si Mkongomani wanamweka tu kwenye list. Ati huyu ni Mkongomani. Wameharibu. Watu kama wako kama 45 personnes. Amen. Kama 45 personnes wamewaweka kwa list. Wakapost kwenye mtandao, Facebook. State tofauti. Aseme huyu alibaka, huyu aliiba, huyu sijui aliiba gari, huyu sijui alifanya nini. Wakongomani tu. Sasa jiulize, je, hiyo ndio kusudi ya Mungu ambaye aliwaletea huku? Hapana. Mungu aliwaleta ili wafungwe. Nini imefanyika? Wamekopi maisha ambayo haiko yetu. Waliona ile tunda inafaa kwa chakula. Walishaambiwa na shetani, mkikula hii tunda mtakuwa kama yeye Mungu, mtafunguliwa macho. Tayari na sisi tunajua kwamba nikiishi kama hawa Wamerikani na mimi nitakuwa kama wao. Tayari umeshapoteza future ya watoto wako. Sasa jiulize wale wanaume wako hizo sahihi. Kama wako na bibi na watoto, future yao sinaharibika? Ndio. Ndio. Future sinaharibika. Kwa sababu ya nini? Kuiga tabia ambayo haiko yetu. Ndugu wapendwa, Mungu bado angali anatupenda. Mungu bado angali anatuhitaji. Rudi kwa Bwana. Yesu umeshafanya dhambi, sio makosa kukosea. Rudi sasa kwa Bwana. Muda umenea, mrudilie Mungu. Ingawa umefanya dhambi namna gani, Yesu amesulubiwa ili wewe upate tena kukombolewa. Yesu amesulubiwa, damu imemwagika ili wewe upate tena kuinuka. Rudi kwa Baba. Muda bado haijaisha. Haujachelewa bado. Ingawa wewe umezini, ingawa wewe umeua, ingawa wewe ni msema uongo, wewe ni nini, muda wako bado ipo. Rudi kwa Mungu, bado anakuhitaji. Amen. Amena. Muda haijaisha bado. Lakini ipo siku itafika utalihitaji neno, hautalipata. Ipo siku utahitaji mashauri, utayapata. Usitamani siku zote kuishi kama mtu mwingine. Ishi kama wewe jinsi Mungu anavyopenda uishi, na baraka zako utazipata, na neema ya Mungu itakuwa bado juu yako. Lakini ukiishi juu ya watu wengine, kama ukijua kwamba maisha yako itakuwa ni hivyo hivyo. Kama kuna mtu ameolewa, usiolewe na kama Mungu hajasema olewa. Kama kuna mtu usijua amebeba mimba amezaa, usitamani na wewe ufanye hivyo hivyo na wakati mlango haijemea. Wacha Mungu atembee na muda wako, na mkono wa Bwana utaiona. Amen. Na Mungu amena. Amena. Haleluya tena. Amena. Mwenye sikio amesikia.